Hotuba Mlimani sehemu ya 4 kipengele B. Heri wenye huzuni maana hao watafarijika. Mathayo 5 mstari wa 4. Tuombe. Asante rafiki yetu mwema, Mungu uketie mahali juu mbinguni, tunakuja mbele zako katika asubuhi ya leo. Asante kwa kutuamsha salama, kwa kutupatia ulinzi, jina lako liweze kuhimidiwa. Tunapoenda kujifunza neno lako, tunamwalika Roho Mtakatifu akaweze kutufundisha na kutusaidia kuweza kuyaishi yote ambayo tunaenda kujifunza katika siku ya leo. Tunaomba na kuamini umetenda kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Mpendwa msikilizaji, tulikwisha kuona katika somo lililopita kuwa huzuni inayozungumziwa hapa ni kuhuzunikia dhambi na hao wataweza kufarijika. Na Mungu hutudhihirishia jinsi tulivyo wenye hatia ili tumkimbilie Kristo ili tuweze kuwekwa huru kutoka katika utumwa wa dhambi. Na Jumatano ya leo ya maombi, Mungu tunakuomba uweze kutusaidia ili tuwe na mioyo iliyopondeka, mioyo ambayo itakuwa tayari kuendea msalaba na kuacha hapo mizigo yetu ya dhambi na kuwekwa huru katika utumwa wa dhambi. Mpendwa msikilizaji, unaweza ukao unapitia changamoto na ukao unahuzunika kwa sababu labda ya taabu fulani unayopitia au kufiwa kwa wazazi, umefiwa na mtoto wako, ndugu, rafiki, jamaa. Unaweza kufarijiwa na maneno ya Yesu kutoka kitabu cha Maombolezo 3:33. Anasema, maana moyo wake haupendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Mungu anapoachilia tupatwe na majaribu na taabu ni kwa sababu ya faida yetu. Waebrania 12:10 nayo inasema tunapatwa na majaribu na taabu hizi ni kwa faida yetu ili tuweze kushiriki katika utukufu wake. Mpendwa msikilizaji, unalodhania kuwa ni chungu na gumu kuvumilia, siku ya leo lipokee kwa imani, litaonekana kuwa ni baraka katika maisha yako. Na lile pigo kali ambalo linakuzimisha furaha za kidunia, ukilipokea kwa imani, litakuwa njia ya kugeuza macho yetu kuangalia juu mbinguni kwa ajili ya msaada wa kuweza kuyashinda majaribu. Na mpendwa msikilizaji, ni wengi ambao wasingelimjua Yesu isipokuwa misiba ile ambayo imeongoza katika kufarijiwa. Na kumbe mpendwa msikilizaji, misiba hii tunaopata inatuletea hali ya kutaka kufarijiwa na Mungu, na hali hii inawasaidia watu wengi kuweza kumjua Yesu, kwa sababu wanapotaka zaidi kufarijiwa na Mungu ndipo wanapozidi kumfahamu Yesu. Namuomba Roho aweze kutusaidia kuelewa hili katika siku ya leo. Kumbe Mungu anatumia taabu katika maisha yetu kama watendakazi wake. Lengo la taabu hizi ni kutoa uchafu na mambo yote yaliyo maovu katika tabia zetu na kutukamilisha tuwe na sifa njema. Mpendwa msikilizaji, ukitaka kuchonga kitu au kukikata kitu huwa yanapatikana maumivu, na ni jambo linalotia maumivu kwenye majaribu. Kuna maumivu mengi sana kwa sababu anataka kukikata na kukinoa kile kitu ambacho kina tabia mbaya unachokipenda. Hivyo basi unachokipenda au unapotaka kukiacha kile ambacho kinakufurahisha katika maisha yako, unachokipenda, unatamani uendelee kukishikilia, kinakuletea maumivu kukiacha. Ila ukiyavumilia maumivu yote katika majaribu na kuruhusu Yesu ayaondoe, mwishoni utaweza kufanywa kuwa mshindi. Mwishoni utafanya kuwa mtu bora mwenye tabia njema. Mpendwa msikilizaji, Mungu wetu sio msahaulifu kwa wale ambao wanapitia maumivu makali, wale ambao wanahuzunika. Na ukisoma Samueli wa pili 15:30 ni ushahidi tosha kutoka kwa Daudi. Daudi alipopanda mlima wa Mzeituni akalia. Alipokuwa akipanda, naye alikuwa amejifunika kichwa chake. Akapanda katika mlima wa Mzeituni akiwa hana viatu. Bwana akamwangalia na kumhurumia. Katika siku ya leo, Bwana na akuangalie na akuhurumie katika shida zako. Daudi alikuwa amevaa mavazi ya magunia, akasumbuka sana moyoni. Hii ilikuwa ni dalili tosha kuonyesha jinsi alivyokuwa na majuto moyoni mwake. Daudi akaenda akalia, akaziweka taabu zake mbele ya Mungu, na Bwana hakumwacha mtumishi wake, alimhurumia. Bwana na asikuache msikilizaji, pamoja na kuwa unapitia magumu mengi, Bwana na akusikie siku ya leo. Mungu usituache sisi watumishi wako. Hakuna wakati wowote ambao Daudi alikuwa mpendo wa Mungu zaidi
ya wakati huu alipochomwa moyo wake, alipokuwa anajutia, anaomba usalama kutoka kwa Mungu. Hapo alikuwa katika hali ya kuiokoa nafsi yake, akakimbia mbele ya adui zake ambao hao maadui walikuwa wanachochewa na mwanaye mpendwa. Mpendwa msikilizaji, Jumatano ya leo ya maombi, Bwana anasema katika kitabu cha Ufunuo 3:19, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Kristo na ainue mioyo yetu iliyoshushwa kwa kujuta, aitakase hata ifae kuwa makao yake Mungu. Rafiki yetu mwema utupendaye sana, tumekuja kwako ili utuchonge, uyakate mambo yote yaliyo maovu maishani mwetu na kuyaua kabisa na kuyatupa mbali. Chonga mioyo yetu na kuitakasa ili utukamilishe tuwe na sifa njema. Tunajua kuwa kuna wakati tunapitia maumivu makali, ila tumekuruhusu. Si ulisema wewe mwenyewe kuwa hautaweza kufanya kitu chochote mpaka sisi tukuruhusu? Sasa tumekuruhusu tuchonge. Rafiki yetu mwema, rafiki yetu mwema unayetujali sana, moyo wako haupendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Sasa rafiki yetu unayetupenda sana, haiwezekani watoto wako wanasumbuliwa na mayo kwenye figo na wewe upo. Haiwezekani watoto wako wanasumbuliwa na stroke, moyo mpana, vidonda vya tumbo, maumivu ya nyonga, miguu kuwaka moto, miguu kufa ganzi, pingili za mgongo, nawe upo. Ukawaponye kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa unapitisha sasa hivi nguvu za uponyaji katika miili yao. Asante kwa kuwa umewaponya kwa jina la Yesu. Siku ya leo tunaomba ulinzi kutoka kwako, ukatuepushe na hatari mbalimbali. Tunaomba na kuamini umekwisha kujibu sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo, na wote wanaoamini waseme amina.